nikiwa kupokea ugeni mpya kutoka Kongo DRC Uvira pale. Anaitwa Bellamy Muka, mmoja kati ya wasanii fulani kabisa ambao wanafanya poa sana kwenye muziki wa wasanii na watu ambao wanapenda muziki wa kibembe kwa ujumla. Sasa hivi amekuwa international, maana anafanya kote kote. Leo yupo Tanzania, kesho yupo Kongo, kesho kuta atakuwa yupo Burundi. Tunaishi naye tu kwa machache. Habari yako ndugu yangu? Ni sawa bro. Salama upo? Salama upo sana. Nguvu ipo shosho. Mungu anasaidia. Aha, natamani kwanza nifahamu kwa upande wako labda mazingira, kwa namna ambavyo umebadili mazingira, unajisikiaje kuwa hapa kwanza kwa siku ya leo? Bo, mimi najisikia bien, juu nafasi yenye nilikuwa napenda nifike na mimi naifika. Usi ni kwao na madame wangu. Nasikia bien sana. Nilikuwa na besoin nifike ku village yabo kwanza, ananiambia si kukiziwa, si kiziwa ya wapi. Hivyo nende nione. Unapajua pembeni ya kiziwa, si pembeni ya kiziwa. Nafikiri ni maeneo ya Bede. Mange njoo huko ya. Ha, sawa. Natamani pia kufahamu labda una takriban kama miaka mingapi toka ulipofika kwa mara ya kwanza na Indonesia, kwa kama mara ngapi? Mimi sio mara ya kwanza, bali mimi nilitokea hapa, kitofu changu kilibakilia hapa. Nilizaliwa hapa. Muda mrefu. Afu tukafika naenda ile maipoke tunashindwa na kambi, tukarudia Makongole maipoke ya Makwayari, sio unakumbuka? Ulizaliwa Nyarugusu, ulizaliwa Lugufu? Kwa kuwajuza watu. Sio ndo Nyarugusu tu. Lugufu. Aha. Ina maana sio hapa. Hapa ni sehemu nyingine. Hapa ni Nyarugusu. Yani bale benye balikuwa kule ndio balikuwa huko. Bali hamisha tu. Mekule make kule ndio nilizaliwa. Sawa bana, mazingira na namna ambavyo unaona watu, kipi ambacho unahisi kwamba kipo tofauti na Kongo? Tofauti na Kongo huko swani kan. Hii ni kambi, miti iko mingi, manyumba, yani kama uyatembea utaweza wazia iko sana ni nyumba tu tatu hapa. Kumbe ziko mingi zinaingia miti kule vile. Utofauti kwanza ni ule, kia pili ni Kongo yetu sie yenye sisi tunaishi yako. Kwa gima budongo ya hivi ya rouge ya mingi. Maligeni nasikia nafasi zingine kwa fasi kwenye hakuna budongo ya rouge. Utofauti uko tu tro hapa hivi wa mingi. Sawa bana, lakini pia kitu ambacho ulitamani aswa ukifika hapa camp angalau kutane nacho au labda ukione, kilikuwa ni kipi? Maana naamini kwamba mtu akitoka sehemu kuelekea sehemu nyingine anakuwa anaenda kwa malengo yake binafsi, lakini pia kuna kitu labda pengine anaweza akawa anaenda kama kufanya visit. Natamani nikifika camp au nikifika Nyarugusu nionane labda na mtu fulani au nionane labda na kitu fulani, nikione angalau nifike mazingira fulani. Nilikuwa hapa, kitu ningetamani kuona hapa. Kitu gani? Ambacho labda pengine unakisikiaga au labda tusiseme kitu, labda mtu nini wago nakutana na. Nilitarajia kuona au niliwazia nitaweza ona. Niliwazia gisi naona kwa mtandao activity kuma hizi mananizi unaona post. Nikaanza nikifika kwa fika nitakuta huko activity kabisa, show watu wiko mingi nini. Kumbe kule huko vya vile. Kwa hiyo unafika na upweke kabisa. Hamna watu. Kumbe watu weko. Unaanza jiuliza au ni bunyengelele kunazama manyumba kwanza. Mungali utatoka. Sio. Niko napita tu, so mimi niko napita na makash na ile sweater vya vile juu basi rezone. So basani. Mtu anaweza kukuona hapa lakini pia akaanza kufikiria vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa tofauti. Mtu akimuona Bellamy kwa kipindi hichi ambacho Kongo kumewaka, anaweza kufikiri labda Bellamy ndo amekuja amekimbia au ipo vipi? Kwa kutueleza kwa machache malengo ni yapi kuja huko? En fait mimi kwanza bila ya fujo kule nilikuwa nishaka toka Mkongo depuis niko na miezi 4 naanza bakia Burundi. Kukuya kwangu hapa unaona hapa ni kupale. Kitu kinyo ulikuwa ujue. Hapa ni kunyumba. Vie yangu anaishi hapa. Donc niko na mere mdogo anaishi hapa pia. Yani eko na bibi mwingine mwenye anaishi naye hapa. Na shazala na watoto, anaanza watoto depuis 3 yaenda. Na njoo wakati alimwaka hata juu tuliendaka Kongo, yeye akawakia akakwenda tena kwa mere anakuya vile na vile, so huku hivi iko naacha mbegu kule mbegu bia vile. So ina maana jumla umekuja kuiona familia. Sawa bana, lakini pia kitu ambacho tunatakiwa tuwakumbushe watazamaji wetu ni kwamba tupo na Bellamy Muka, mmoja kati ya wasanii fulani kabisa ambao wanafanya poa sana kwa muziki wa Kongo Uvira DRC, Bubembe, Baraka, Fizi nzima kwa ujumla, lakini pia na hapa kwetu maana wanazungumza kibembe. Leo tupo naye tu, amekuja kama mgeni lakini sijui atafanya siku ngapi hapa. Pengine inaweza ikawa ni issue ya private, hawezi akaizungumzia kwa machache. Wasanii hapa umewaona kabla ya kuja hapa au umewasikia? Basanii hapa baadhi ya wasanii wenye mimi naongeaka nabo niko na contact zao ni avazi ya kukia nilimwambiaka. Niko nawaza kukia mkambi kama akina nani hao? Nilimwambiaka nani naongeaka naye, nani nimba naye Kizoboy nilimwambiaka. Nikaambia ungine jamaa niko na nimero yake nani ule mnene wa mwili P-boy au boy
Nikamwambia malgré tuongeagi naye sana, tukoina mazoea naye sana, mmenijua ni msanii wa hapa. So mtu kienda fasi fo anaambia benye fasi huo anaenda juu, hawezi weka mambo ya kiburi kwa watu. Na sio sawa, na sisi wote ni watoto ya Kibembe, tunatakiwa tukue na umoja. Ndio maana niko naongea hapa kukazia juu ya kukuwa na umoja, juu ya kusogeza kazi yetu ya Kibembe. Natamani pia nifahamu labda kwa upande wako, mara baada ya kuingia humu au kwa muda ambao umeshachukua kukaa humu, haijalishi inaweza ikawa ni masaa au siku, ni wasanii kama ngapi hivi ambao umekutana na nyimbo zao angalau wanazipiga sehemu yoyote hapa? Hapa si hakuna maedisio, asintasikia wanapiga nyimbo ya mtu fasi. Siasikia, wenda kuma moto na kuma moto niko nasikia. Nasikia nyimbo za nani? Sema moto yenye ilikuwa inanibeba ilipiga nyimbo mvi ya kwaya, sikujua ni nani. Lakini nyimbo na sio moto zote ndio ziko napiga muziki. Donc siasikia nyimbo za hapa ziko zinapigwa. Hakuna masaksi nakwambia, hakuna maedisio zile ule maboro wa kutumiana manani. Hakuna, Juni. Sawa. Umetoka Kongo, lakini pia tukitazama vizuri, haijalishi unaweza ukawa umetoka Kongo kwa muda mrefu, kuna vurugu na kuna baadhi ya wasanii ambao wanaimbia Kongo, na wewe ni miongoni mwa wasanii ambao wameimbia nchi. Natamani tuizungumzie kwa machache hii, labda hali ya Kongo kwa upande wako labda inazungumza kitu gani? Hali ya Kongo ni vita ya siasa ndio iko tro Kongo. Na hata tuseme hae hatuwezi biweza jubi kwa politiki ya sana. Biko mo politiki ya sana kabisa. Sie ba raia hata tufanye nini? Hatuwezi iweza. Donc bale wenye biko yulu ndio wanapasha ipambania na bajua wanaimaliza hai. Tuseme labda sio ya kuisha leo au kesho au kuisha leo au kesho. Wewe vita ya Kongo basi ilianzaga leo. Na ingali tu naendelea. Kwa vya kuisha leo au kesho, hiyo ni vya kumuuliza Mungu yeye peke, Mungu wetu. Unasema hai kule kwenye huko. Kuna muda tulisikia wanashika Goma, wanaingia Bukavu, tetesi zikaingia labda wanaelekea Uvira. Ulikuwa Uvira. Kipi ambacho labda unaweza ukatuambia? Umetoka mara baada ya kusikia wameingia au umewahi? No. Unajua mimi nilikuwa deja nishaka kwa Burundi, mais wakati ni bile bilikuya nilifikaka niko Uvira, naenda tembea juu ya matravail, unajua kule pale. Bakafika nafunga mpaka na niko kule. Nikasema sasa kwangu itakuwa Mungu mnanifungia juu nirudia Mungu sawa. Nikakwama. Nikatafuta njia, tafuta na wewe. Tafuta. Kapa nikasema ni problem. Alafu nilikuwa na petite, juu mimi naishi na mdogo wangu. Dada yetu wa mwisho mimi naishi naye. Nikasema hapa, bora hata mimi nibakeme huyu sasa hapa vikikuwa virefu. Na nifie wote mimi siwezi na nyangulana naye na bafie kisi wanakuwa ni bazembe. Hivi kikuya hapa nitafanya ni virefu. Nikasema hapana. Nikatumikisha connaissance pale kumpaka. Duso ukishakuwa msanii ma connaissance zinakuwa kuwaka vya vile. Nikafanya connaissance juu pale vile kupita ilikuwa virefu sana, unakuta yani tuseme iko saa show ya Chris Brown ilikuwa na 100 pale. Batu beko mingi sana. Juu pite. Bwana ifo pige kwanza masimu ndio vile bwana. Penya hivi kubatu. Ba polisi ndio walikuyaga wakia nitoa mbatu kule vile niko na petite seri. Bakakuya bakanipitisha pale ma system ya polisi ya kote ya Kongo. Dukisha kwa Burundi akukua usumbufu sana, imeifo control ya mingi sana. Na kwa kipindi kile labda wanaingia Burundi, nilisikia taarifa za kusema kwamba Burundi pia walikuwa wanachukua watu wanapeleka Kongo, sijui unaingia kwenda kusaidia nchi. Mimi hiyo mapoke nilikuwa niko Kongo. Ndio hapo niko tafutana na ile njia. Ndio nikasikia kule Burundi nao kuna chacha, nikasema sasa kunako kuna chacha. Nibakie hapa na hapa nako vinakuya. Tutakimbilia wapi? Tukikaa kinachobaki ni kikuya tu tunashika sisi wote mamitutu. Nikasema swala tena ni virefu. Nikasubiria tu pale Mungu akasaidia nikapata ile njia. Mimi sikuwa naogopa sana vile vya Burundi. Juu Burundi ilikuwa mara mingi ilikuwa ni wale benye banaishi pale hapana madokima. Mimi si ulikuwa unakuta tuko na madokima nini tuko bien. Na kwa mafasi zenye balikuwa wanaenda wanakamata bajemba, fasi zenye zinazoeleka sana na Wakongomani. Balikuwa wanafika kule wanakamata wale watu, wanaendana nao. Wimbo wako ndugu yangu umekuja mara baada ya ule wimbo wale jamaa wa Goma kuimba, sijui ikatokea kutokea. Ukuhofia angalau kuja kuimba baada ya ule jamaa baada ya kuona tukio yake? Mimi tofia nishakuwa nguma Burundi. Niko Burundi pale msikuwa naogopa na nilifanyia yote Burundi. Niko Burundi huko mimi natulia. Kaza sema hapa nikivuka za Kongo inakula kwangu. Yes, bana hii hapa ni Gapa TV, nipo na Bellamy Muka, moja kati ya wasanii fulani kabisa ambao wanafanya poa sana kwa hapa kwetu. Na amekuja kuitembelea familia, kumtazama baba na familia nzima kwa ujumla. Lakini pia kutakuwa na baadhi ya project ambazo atazifanya yeye kama yeye kwa hapa. Tunapangilia au unapangilia labda kufanya project kama ngapi kwa kutoka hapa kujielekeza mpaka Kongo? Kolabo kama ngapi hivi ya kibinafsi kama ngapi? Kolabo niko nawaza moya. Vitu vikienda sawa niko nawaza kufanya moya.
zangu ndio sijajua zitaweza kuwa ngapi. Juu sina siku za mingi. Unajua mtu ukifika fasi unatakiwa wako unajua unaenda nasikia pia na ndio nini na talent za wale wa producteurs wa pale nini vya vile. Hivyo na magoma naamini utakuwa umezisikia huko. Lakini pia tukisema labda kabla kurudi kwenye magoma kumzungumzia producer, tuzungumzie kwanza collab. Tunafanya na nani labda kama sio surprise? Niko na prefer kufanya na ule petit wa kipofu ule mwenye anafanya magospel. Godfrey. Godfrey. Ule petit anafanya biafu ni kipofu na iko na talent. Nilikubali kazi zake sana. Kipi labda ambacho pengine unaweza kumwambia Godfrey pengine kakutana na interview ya kwetu hapa? Kitu kenye unaweza nikamwambia nikikutana naye? Kumwambia hapa labda mbele ya kamera. Kia kumbele petit ni kwamba atravaye akazane na Mungu iko nyuma yake. Mais aussi na si macho yetu iko kwake na niko nawaza pia kufanya vitu vikubwa kwake kama kama iko na uongozi ukikubaliana niko na besoin kufanya vitu vikubwa kwa sababu niko mtu mwenye nikubali sana travail yake na kipaji chake na aussi mbembe mwenzetu. Mimi na kwanza naangalia kwanza kabila nikijua wewe ni wetu jumi si kwa kina achilia mtoto wetu. Nikiona ni mbembe tu naona ni mtoto wetu. Hata tuko wapi kabisa makishasa tukafika Kishasa. Uko unapita unasikia ni Malingala ukipita fasa unasikia Kibembe unarudia kwanza. Huko nini huko? Mbona sasa ni Mbembe unarudia kwanza hata mjui mnaanzana naye pale wetu vya vile. Donc ni nakuwa na furaha sana ya kuona vile vitu. Donc ni petit mwenye mimi nakubali na mimi na felicite. Umetaja wasanii wawili Kizoboy na P-Boy Storyka ndio wasanii ambao ulikuwa unawasiliana nao. Nani nilikuwa nasaulika na ule petit nani ule wa makomedie ule petit ndio nani Gatuso. Kifaru. Petit Kifaru ya. Ule petit so petit ni mwenye anaongea na vie. Anaongea na vie ni kama vile rafiki wa babangu. Na aussi nilifika hapa nikakuta na umwa nini ndio mtu wa kwanza mwenye nilienda ona hapa. Nikasikia kama balimtilia mapoazo. Ndio nikaenda masumu. Nikaenda muona pale nini. Akapatia address pia hapa ndio nilikuwa sijui. Tukaviene mpaka hapa. Sawa, cha kukuambia au cha kukuelekeza kuhusiana na muziki wa hapa pia kulingana na mazingira na namna ambavyo watu wanafanya kazi za hapa. Kuna wasanii wawili, kuna mmoja anaitwa Nyago lakini pia kuna mwingine anaitwa Follow. Sijui kama hizo jina utakuwa umeshawahi kukutana nazo tofauti na zile za kina Kizoboy na P-Boy. Huyo P-Boy mimi namsikiaga. Ndio kama Messi na Ronaldo kwa hapa, ni kama wapinzani wawili, Follow na Nyago man. Na tunawasikiaka juu kwenye mimi niko nafuatilia TV yako nitabasikia tu. Mwenye nishaka kukutana naye na tunaongeaga yeye ni nani Nyago men. Balifikaga hata wakati walikuwa fika Kongo kwangu wanafika batalala na banaale donc ni kama vile familia. Tunaongeaga. Kuna kipindi fulani hivi iliwahi kusemekana kwamba Nyagomani alitamani kukutoa kule Kongo kukuleta hapa kwa sababu ya show fulani ambayo aliwahi kuiandaa yeye kama yeye. Lakini kidogo ni kama umezima data hivi. Watu wanazungumza. Sio kwamba ni Nyagomani lakini inasemekana hivyo. Ukweli labda upo wapi kwanza kiwalisi? Wakati yeye alikuwa ananiambia wakati aliniambiaga vya data ya concert yake. Mimi nilitikaga tu nilikuwa siyakuwa na ratiba ya kufanya zingine programu zenye niko nazo. Kupanga kuandaa maprogramu ya matravail. Mebati mbaya alikianiambia nishakuwa Dar es Salaam huko. Niko na shoot zangu Zanzibar. Niko na shoot ma video zangu kule. Njoo akaniambia nikamwambia no bishashindikana najua nikutaniwa niko huku. Nikutaniwa niko huku kuma bulo zangu. Vya vile tu si kama vile leo kaka mbanja sikujua. Sawa bana, natamani tufanye challenge. Yoyote ile haijalishi utadondokea wapi na kutajia majina ya wasanii watatu. Mmoja atatoka Marekani lakini pia wawili wanaweza wakawa wanatoka kwa hapa. Utachagua tu yoyote ile ambayo unahisi kwamba hii hapa inanifaa angalau kwa kuisikiliza tu namna ambavyo ina sound na mengine. Kuna jina la msanii anaitwa Bin Justin. Au tunazungumzia watu wanne. Kuna Bin Justin. Lakini pia kuna msanii anaitwa Gaspar. Lakini pia kuna msanii anaitwa Nyagoman na kuna mwingine anaitwa Follow. Wasanii wanne. Sio kwamba wengine na wabagua lakini nahitaji tu piki uchague jina moja ya msanii ambaye pengine kwa namna fulani hivi ni kama unaifeel. Hakuna. Kwa nini sasa? Hakuna yenye mimi. Labda pengine unaona kama nikichagua hii watu watazungumza naenda upande fulani. Hapana hakuna. Hakuna kabisa. Nishasikia travail zao wote. Siwezi kuwa mnafiki kusema kesi wajui na wajua na basikiaga kazi zao. Tuko wabembe tunajuana sie wote. Sasa kisi boba wananijua na gisi na mimi na. Hivi wimbo gani wa Gaspar ambao unaufahamu?
Nafahamu nyimbo yake ile nishafuata na interview nikakwambia vile. Nyimbo yake mwa vile ya Waking Boy. Waking Boy. Iimbe kidogo. Molokana na mashileme. Hiyo nyimbo. Nilisikiaka nani manitumiaka hayo. Nikafungula lien. Nikasikia naimba saa vile Nigeria hivi. Nikasikia mabibeme nikasema Petit anafanya bien mais malgré qu'on a imité huku mabarema banani mais iko na travailler bien. Vile evolution mukibembe ni ça va. Unasikia? Bia vile tu ni sawa. Sawa bana, mimi nafikiri hatutakuwa na mambo mengi ya kuzungumza, lakini kwa kumalizia tu kauli ya mwisho. Taarifa zimenikuta kwa huko kutoka Kongo Uvira DRC ambapo inasemekana kwa kiasi fulani hivi mmoja kati ya wasanii ambao mnafanyaga nao kazi pale anaitwa Sapologwano ametoa $200 kwenye kusaidia wazalendo. Hizi habari zina kweli kiasi gani kwa upande wako kama una dondoo yoyote? Lakini pia tukiachana na habari zenyewe kwa upande kama wa Bellamy Muka pia anaweza kafanya kitu chochote kuhusiana labda na kusaidia how wewe Betini wa Manjala, wewe sifa vile. Wewe Betini wa Manjala. Unasikia? Betini wa Manjala atatoa $200. Akose kuuza mchele atie mwake na bibi yake kule vile Manjala mu Bujumbura mule. Wao mkisagara sawa wewe. Papa chana na zile mahistoire. Ilikuwa ni habari tu za mitandao. Brandi tu, unajua wasanii bwana wanaongea sana. Wale Betini kwa muiwai sana. Kwa muiwai. Sasa akija kusikika kweli kama alikuwa anadanganya, itakuwaje? Wazalendo wamsikie. Alisema vile. Kuko hata clip yenye ilionyesha yeye anaenda pana zile franga. Hakuna, ni yeye peke ndio afaa tu fujo. Yeye nilipana. Alipana wapi? Hakuna njala hapo ile. Sawa bana, waambie basi watazamaji kitu chochote, watazamaji wa hapa, watazamaji wa Marekani, watazamaji pia wa Kongo angalau. Watazamaji wa hapa na wa Marekani si na wa Kongo, mimi nawaambia ke na balove danger. Mimi nawapendaka vya sana, vya trop, vya kichwa kuluma, migulu kutetemeka. Donc vya vile. Bellamy niko deja Nyarugusu. Nilifurahi sana kufika nyumbani. Hapa mimi naita ni nyumbani. Juu kuko watoto wetu wa mingi sana. Donc nikupale ni nyumbani. Sina vya mingi ya kusema ke ni vile tu juste niko kupale. Merci sana pia kwa mapokezi yenu. Ba journaliste bote wenye beko hapa. Sema merci kwa mapokezi pia. Na unaenda unamchukua mtoto mmoja huko unaenda naye? Mtoto hapa siwezi enda naye juu sona ni beko mkambi na beko nasubiria vya kwenda mabulaya. Siwezi enda nabo nilikuwa na besoin sana kuishi na mtoto umoja wetu.